Pia Sasa mbona unasema haifanyi stage? yani haipigi moja kwa moja. Haipigi nini? Yani ukipiga simu haziingii wala hazitokaji. Na nilijaribu bwana, ngoja bwana nipate chai bwana. Kama unataka mwangu chukua tabia moja. Hello, give me my bag bit, habibi. Balaa zipo. Hapa leo bwana kuna duri mrefu. Usinitangaze bwana. Huyu bado ni mrefu. Sasa inabidi vipi ambaye ya chini. Okay, kwa nguvu ni ndio mic hapo usikie. Sawa. Tumeacha bwana ulevi sote bwana. Yeye kamaliza kaacha, na sisi hapa ndo bado tunapunguza sio? Huyu bwana mimi nitamleta awache pombe kama mimi. Unaona bwana, Watanzania na Wakenya sisi ni mandugu bwana. Kabisa sana. Kabisa ni Wakenya, Watanzania, kabisa, Wanyarwanda wote taifa moja bwana. Africa, we are family. Africans are family. Hata Europa pia wakitutaka sisi ni kwa gani hatuwakatai. Sisi pia ni ndugu zetu wakitaka, lakini tofauti rangi zao na za kwetu ndio wanaleta mashida yao sio. Lakini Mwafrika je kumkataa mwenzake hata siku moja. Hana utaifa ambao anaukataa. Popote kambi. Mali kokote tunapiga kambi tu. Fresh. Hatunaga shida. Baridi. Baridi ipo. Baridi ipo. Bwana. Balaa zito. Balaa zito. Europa. Alafu unajua mimi nashangaa. Hii snow ilipokuwa bado haijaanza kuyayuka, baridi ilikuwa hakuna. Sasa hivi tayari inayayuka hivi. Inakuwa bonge la baridi. Alafu sasa unaona mara kwanza inakuja snow, alisa ikianza kuyayuka sasa kuna baridi inakuwa ni jiwe, ili ni jiwe hivi. Unaona ukilikanyaga? Kizeni? Wasikia? Wasikia? Ni jiwe hilo, mtu akikupila leo kupiga nayo kwa uso. Ili ni jiwe baba. Ili ni jiwe. Nasikia? Ili ni jiwe hili. Ili kupiga nalo kwa uso ile. Wewe mtu anakuwa kweli. Kuna yale mengine yale yani yanaganda yani jiwe kabisa. Ndio. Sisi na kwa tunacheketaga mipira hivyo. Hii hapo tunapigana pasi. Kuna wengine bwana nimeona katika sijui ni TikTok kama nini wanatengeza hii snow kambe inakuwa kama vile kama kamti. Sasa mtu anapita na gari anafikiria snow. Kumbe bwana wamechukua hii snow wametengeza mahali kama hapa. Unajua kuna watu wengine wa magari. Hadi vile nasema tuseme umechukua snow, umechukua hii snow, alafu uzibe hapa. Unaona ukiziba mtu hajui kama ni kitu kile. Anafikiria ni snow peke yake. Alafu anaingia na gari. Akiingia na gari anaharibu gari. Anatoka gari hakuna. Baba. Watu wapuzi kweli. Bwana sasa bwana nikuchekeshe bwana. Nitoke bwana na watoto wa Omar, jamaa mmoja Mgambia. Nampata Omar. Yule Rasta. Rasta yule. Oya kanyoa naye sasa hivi rafiki yangu. Mungu watu bwana tunanyoa Rasta. Halo wezi amini rafiki yangu. Omar sababu kanyoa nywele nini anakuambia babu nina watoto wawili hawa. Watatu. Sawa, alafu baba yao ananikuta mimi kama mwenda wazimu. Alafu mimi sio chini. Kweli bwana. Naambia bwana mimi natoa. Rasta bwana kupiga mibangi yako pale kila wakati. Kaacha bangi. Umeona? Yeye kaacha bangi, kaacha kila kitu. Yaani sasa hivi nimebakia mimi tu kumalizia. Sababu mimi sivuti vyote. Lakini mimi gembe pombe tu peke yake. Pombe tu maisha yangu yote. Lakini mimi pia mwanangu hii sitaki sababu ishandetea madhara. Zaidi ya mara 2 mpaka 3 Nini pombe? Ninakwambia ni sawa. Ni kikali. Kama unakumbuka nile kupigwa chupa siku ya nini kule Tronstein. Unakumbuka siku ile ya disco ile tulienda kule? Mimi nilienda no wewe hukuwepo. Mimi nilikuwa nishaondoka mapema. Mimi nilikuwa nimekesha kama 3 days. Wewe hukuwepo. Wewe hukuwepo hiyo siku. Tulikuwa kwa mimi Daida
Mosi. Shile siku ya nini tuko pale shisha bar. Ewa. Alafu mimi nikaondoka. Ya sio kuondoka. Sasa mimi mwanangu kuna Mnigeria babu alinitia bonge la chupa mwanangu. Mungu tu. Pombe Lakini tunaona. tena pesa zangu mwenye wangu ujue. Sio vipi pesa zangu mimi zilikuwa zinaniumiza. Piga watu ofa alafu mwisho wa siku mwanangu iliniuma hiyo. Basi dogo bwana. Yule wale ni kama kanga wale. Kaona fresh. Oya. Pale nyumba la wakimbizi. Wewe unajua kila kitu kuhusu wakimbizi. Taratibu zao. Hakuna kelele nini, respect, heshima. Ewa, tunapita pale kuna walinzi na nini? Kwa sababu mimi nakuaga na zama tu kama hivi. Nakuja nalala wiki lakini nakuwa hajuagi. Sasa vipi naingia vipi? Tunaingia. Wewe uko nacho nini na kitambulisho? Ya, tunaingia fresh. Hakuna shida ya. Tunaingia mwisho saa 4 usiku. Basi. Sasa sisi saa 4 sisi hapo sasa tunatafuta nini? Sisi hapa sasa hivi tunataka tukupate chai uende ukamhoji yule mwanamke muongee naye. Hata kama kukiwa na chochote tunaweza zambia tukalala hapa. No, sasa kulala hapa sababu gani? Kule kuna watu pia. Kuna kinyozi wako kuna leo. Alafu alafu tukitoka hapo tunaenda kulala Pasau. Pasau kuna jamaa mmoja wa Kibongo huyo ana historia ndefu kishenzo mwenyewe mwanangu utapenda historia yake wewe. Haki ya Mungu nakwambia. Ni mbali lakini mwanangu utaenda kufurahi. No, sio Pasau, Fakishen. Yes, yani kutoka Moldov ni kama mwendo wa dakika. Yani tunaenda tu Moldov pale, unanyolewa, tunamaliza pale. Unawahoji wale pale ndani, tunamalizana nao. Tunaenda kulala huko kwa Nkali. Yeye ana nyumba kubwa nini? Anaitwa Nkali. Ni Mtanzania pia? Ya Mtanzania yes. Yaani babu huyo mzee ana historia nzuri kishenzi. Mwambie bwana itoe hiyo historia yako yote mzee Sulemani. Atakuhadisia mwanangu. Okay. Mzee babu kapitia magumu hapo Ujerumani hadi kakata tamaa ya maisha yake unajua. Amekuja ni kikimbizi hilo. Ya, alikuja ni mkimbizi ndugu yangu. Sasa hivi ndio wamempa lakini still kama hana kazi wanamnyang'anya. Mpaka apate kazi. Yaani yule sijui kapewa sheria ya kazi. Sasa ndio Noma. Wajua kama sasa hivi yani wamembadilishia wallahi billahi nakwambia. Ibrahim haleluya. Mwamba wamembadilisha sana yani kama hana kazi hana sheria. Tupatie idea tu. Umeelewa lakini wanampa advice. Ila advice yake haina picha. Kadi yake anakuweko nayo ile. Kipande chake kile. Pamoja basi ile wamempatia ni kazi. Umeelewa? Kwa hiyo maana mimi ndio namwambia sasa basi wewe utakuwa umepewa tu sheria ya mchapakazi mzuri tu hapo Ujerumani ndani ya miaka 14 uliokaa hapa. Bwana tukatishe upande ule wa kule. Kwa hivyo ani kama wanampokonya. Ushakianza? Siki hapa. No so chote hiki sasa hivi hiki hapa hichi na kimaliza ndani. Pombe bwana. Bana babu ya maisha yako tunayajua sio? Tukiwepo nyumbani wale inabidi nyumbani kwangu okay kuko poa. Lakini haya mazingira sio mgeni nayo. Hujapitiaga lakini watu wako wote wamepitia mazingira na unawaelekeza mwenyewe jamani haya ndio maisha yetu hapo. Inabidi tukomae sio? Sema nashukuru Mungu, alhamdulillah watoto wote tayari wako sawa. Lakini wawili hapa wawili. Afrika watano, jumla 7. Bana jumba nili hapa, lakini ila tusipite kwa hapa kwa sababu kuna ujamaa ambaye sasa hivi yupo nilipotoka, ujamaa ni mnoko. Acha sasa tupite kwa hivi ili atuone sura zetu. Jamaa mmoja mjinga. Yaani hapa sasa hivi unajua mambo vipi ujue? Kama nataka kuchukua familia, nitafute nyumba yenye vyumba 3. Ndio uchukue familia. Ibra wewe kuweza hiyo. Hiyo nyumba ya vyumba 3 watapata? Utapata kiasi gani? Nisikilize, sawa, serikali itakusaidia, lakini serikali hiyo hiyo inapokusaidia inakwambia kwamba mtoto wako lazima umlipie kila mwezi euro 365. Lakini ukiwa unaishi nao wale watoto, mimi nitakuonyesha ile karatasi hapo. Maana unaona kuuza watu wengi, mimi nakwambia hapo kuuza watu wengi sio issue. Huko ndani kuna dada mmoja ni wa Kibongo. Sio issue, ni issue. Kuna mbongo mmoja hapa kaza Msarilioni, nitakupeleka pia. Mbongo hapa hii. Kaza na Msarilioni wewe.
Australian. Eh. Yaani wao wapo ndani na kadhaa. Wako hapa no, walikuwa na kaya mbalimbali, lakini sababu yeye ana sheria, kamvuta mume wake bwana wake hapa, shaona, yes, anaishi naye hapa ndani. Ndio hapa Klausenburg. Umeona hiyo, nitakupelekaga hiyo mwanangu, uone vitu na pia utaenda kumhoji yule dada kidogo, akupe utandudu ya tu jamaa, atakupa dambu naye. Okay, ladies and gentlemen, I'll see you in the other one. Ciao. So